na muda. Bwana Yesu asifiwe. Stendi yetu inasema faida ya maombi. Hiyo ndio stendi. Usitoke kwenye hiyo stendi, maana tunaangalia faida ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukisoma kitabu cha Yona sura ya pili bana, mstari wa kwanza hapo mpaka mstari wa pili tu, kuna neno hapo nataka nilizungumzie. Ndipo Yona akamwomba Bwana Mungu wake katika tumbo la yule samaki, akasema, narudia, ndipo Yona akamwomba Bwana Mungu wake katika tumbo la samaki, akasema, namlilia Bwana kwa sababu ya shida yangu, naye akaniitikia. Katika tumbo la samaki, katika tumbo la kuzimu nalimuomba, nawe ukasikia sauti yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Huyu Mungu huyu. Ndugu wapendwa, kumbe kila mahala utakaposimama, utakapokuwa, kila shida hata kama hiyo kubwa namna gani, ukimtafuta Mungu, hakika Mungu anafanyaje? Anajibu. Ni wakati ambao Mungu anamtuma Yona ili aende katika nchi moja iitwayo Ninawi, akapata kuhubiri habari njema ya Mungu. Maana Mungu aliona ya kwamba Ninawi imeharibika kwa maovu. Yona akaleta geresha, akakimbia mbele ya uso wa Bwana. Haleluya. Amina. Akakimbia, alikimbilia Tarshishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alipokuwa katika safari yake, neno linasema alipanda merikebu, lakini ilipofika ndani huko kwenye ziwa, anasema tufani kubwa ikatokea. Wale waendesha ile merikebu wakashikwa na mshangao, maana lilikuwa jambo la kigeni kwao. Wakashangaa, kwa nini? Ukifuatilia neno linasema walipiga maula ili wajue ni jambo gani ambalo limetendeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati huo Yona amejifisha, amelala chini ya ile merikebu, hana habari. Lakini baada ya kuona vile, wakaenda kumwamsha yule mtu. Kwa nini wewe unalala? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baadaye anachukua hapo Yona akasema, kama mnataka kwamba mkafike salama mnapokwenda, basi mimi nitupeni kwenye bahari. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kule kote ni kukimbia maagizo ya Bwana. Maana Mungu nia yake ilikuwa kwamba Yona aende Ninawi akapate kuokoa watu wa Ninawi kwa njia ya habari njema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ila basi Mungu ni mwaminifu. Anasema halipangalo Mungu hakuna mwanadamu akaloli chakula. Haleluya. Alipomtupa katika ile bahari au katika ile ziwa, kumbe Mungu tayari kashatengeneza samaki mkubwa ambaye atammeza Yona na kumpeleka katika ufukwe ng'ambo ya ile bahari. Amina. Haleluya. Alipomtupa tu anatupa kwenye bahari, samaki anampokea Yona. Haleluya. Yona alikaa kwenye tumbo la samaki siku hizi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hebu fikiria, Mungu alikuwa na maajabu. Upo ndani ya tumbo la kiumbe kingine lakini bado uhai. Neno linasema alimwomba Mungu Yona katika tumbo la nini? La samaki. Katika shida zake alipomlilia Mungu akamsikia tumbo la samaki. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka samaki akaenda kumtapika Yona pwani ya bahari. Yona bado yuko hai. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo alipoona sasa, tukisoma sura ya 3, neno la Mungu linasema Yona alipokuwa anaanza mwendo kwenda Ninawi, akapiga hatua ya mwendo kama 3. Alipokaribia Ninawi, akaanza kuitangaza habari njema ya Mungu. Akaanza kutangaza habari njema ya Mungu. Watu wa Ninawi walipopata habari zile, mfalme wa Ninawi akatangaza mbio, akatangaza maombi ya kufunga, akatangaza kwamba kila mmoja, mtoto kwa mkubwa, mifugo yoyote ile, tuvae nguo za magunia, tumlilie Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Ni wakati ambao Yona hajachukua hatua ndefu katika ule mji, lakini alipoingia tu
Akasema bwana mkubwa, yatosha hiyo, ngoja sisi tuendeleze habari ili habari hiyo ipate kuenea kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme Aninao akatangaza maombi, akafunga. Akasema aliye mdogo kwa mkubwa, hata mifugo tusinywe wala tusile. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe haya mengine yanaisha kwa kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kwa kalimazila, sio kwa wasoma nyota, lakini kwa kufunga na kuomba. Sasa tutapata tutakuja kuona hapo baada ya pale ni kitu gani kilichofanyika. Haleluya. Hebu piga makofi na vigelegele kwa Bwana. Mshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Habari njema ikaenea katika Ninao. Watu wakaomba, watu wakaomboleza, wakafunga, wakavaa nguo za magunia, wakajivika majivu kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana. Haleluya. Baada ya muda Mungu akasema, nimegairi mabaya yangu juu ya Ninawi. Haleluya. Piga makofi na vigelegele kwa Bwana. Mungu amegairi mabaya ambaye aliyetaka atende juu ya Ninawi. Amegairi kwako, amegairi kwangu. Maana lile ambalo lilionekana kwamba sio jema mbele ya Mungu, lakini kumbe Mungu alivyokupenda upeo akakupa sauti nyingine. Akasema piga magoti mlilie Bwana. Hakika hiyo shida ulio nayo, hakika uovu ulio nao, Mungu atakuokoa. Ndio maana tunasimama leo tunasema, nilikuwa mzinzi mimi lakini Mungu aliokoa. Nilikuwa mlevi mimi lakini Mungu aliokoa. Sio bure. Haleluya. Kwa neema tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akagairi kuyaribu Ninawi. Yes. Akasema nimeyaona machozi yenu. Basi wale Ninawi yote wakakombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Natangaza habari hiyo leo. Watumishi wa Bwana hapa, hata kama kuna jambo ambalo lilikuwa linatutatiza, lakini natangaza habari njema. Tutazame msalaba huko pale. Maana Yesu alitundikwa pale, alizalauliwa, alitemewa mate ili wewe na mimi tupate kuokolewa. Haleluya. Haleluya wapendwa. Sasa tuulize swali. Wale watu mara ya kwanza walisikia kwamba baada ya siku 40 Ninawi itafanyaje? Itaangamizwa. Lakini baada ya kupata tena taarifa kwamba Mungu amegairi yale mabaya, ni furaha iliyoje iliyokuwa ndani ya maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo itakavyokuwa wewe na mimi tukitafuta uso wa Bwana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nataka tu niwape neno moja. Mtu ukisema kwamba nimeokoka, maana yake kuna opposite wengi hapo. Bwana Yesu asifiwe. Au kuna neno la kinyume baada au kabla hujavaa hilo jina la wokovu, maana yake kuna jina ambalo lilikuwa linatawala katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna atakayesubutu kusimama kwamba mimi tangu nizaliwe mimi mtakatifu. Never. Umeanza kutenda maovu, Mungu amekuokoa, Mungu amekusimamisha tena. Maana ulipoanguka Mungu akasema hapana, umemtumikia wewe ibilisi inatosha, lakini sasa ndio kwangu. Maana mimi nilikuumba kwa kusudi la kwamba unitukuze. Haleluya. Itafika wakati ndugu wapendwa, hata wewe unayeona kwamba siwezi, muda utafika utaweza. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu wengine tumezaliwa hivyo. Kila unapotembea wanasema mimi siwezi. Kwa nini wewe hauwezi? Yule anayeweza sio kwamba alizaliwa na kuweza, hapana. Lakini Mungu alimtengeneza mpaka anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Hapo ndio tunapoona kwamba kumbe kwenye maovu kuna faida. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wakati umefika sasa ndugu wapendwa, ili tupate kupaza sauti zetu, ili tupate kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu, ili tupate kuhimizana, ili tupate kufundishana kwamba wakati huu ni wakati ambao ile ambayo mtumishi Yohana alikuwa anahubiri katika nyika kwamba itengenezeni njia, maana ufalme wa Bwana umekaribia. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
miaka mingapi kilivyoandaliwa. Maana ni maandalizi, mpaka leo hii mtu wa miaka 30 mpaka 40 atakwambia kwamba mimi nilipokuwa nakuwa haya mengine basi naomba. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wazee wetu wanasema sisi zamani zetu haya hayakuwepo. Maana yake sasa lile ambalo nililosema kwamba habari za nyakati za mwisho tutaona masayansi, ishara tunaziona, ndio hizi leo tunazoziona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo mengi yanayofanyika, lakini sharti ni moja tu. Mungu anakuhitaji leo. Geuka haraka.